Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tuko na daktari wetu Abdurrahman Kutura kutoka Al-Huda Masjid, na swali la leo ni kuhusu Halloween. Tungependa kujua na kufahamu kama Halloween ni halal ama ni haram katika hizi enzi zetu za sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Karibu sana Sini vipi hali yako? Alhamdulillah. Kwa salama. Naam ustaz. Swali lenu la leo. Swali la leo ni kuhusu Halloween. Katika nyumba ya Kiislamu ni halal ama ni haram kucelebrate Halloween? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pamoja na kijana anayeendesha online TV hii Al Yasin mwenyewe ametuuliza swali muhimu, hasa katika mazingira ya majumba yetu na wakati kama huu tuliokuwa nao. Fitna, mambo yamekuwa mengi, mengine yanatatiza akili wa Waislamu. Je, ni halali au ni haram? Na leo tumeulizwa swali maalum kuhusu Halloween. Na Halloween ni michezo na ni furaha ambazo kiasili si za kidini, na hata kama zishawahi kufanyika, mfano wa hizo zimefanyika kimila na kidesturi tu, si kidini. Najua mambo mengine hayachukuliwi kwenye dini, yanachukuliwa katika mila, na akichukuliwa kwenye mila yakiletwa kwenye dini, je, yakubalika au hayakubaliki? Kwa hivyo lazima hili kwanza tulizingatie. Halloween kama picha niliyoiona au picha niliyopewa ni kuwa watu wanavaa vinyago au zile kama ghosti, kama mashetani fulani, lakini ni picha tu, na kuvaa zile vile vivazi ambavyo watoto wanagopesha na kucheza, wengine wanaogopa kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio picha ya Halloween. Je, sasa yafaa katika sheria yetu? Je, yafaa katika dini? Swali ni zuri, na inshallah turudi katika mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo ametuletea dini hii, yeye ndo ametuletea Uislamu huu. Anasemaje sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu sherehe za kidini hasa ni mbili, zile za kidini hasa, yani hizi ndio kuu za kidini kwa mwaka: Eidul Adha na Eidul Fitr. Hizo ndio sherehe ambazo kwamba tunaweza kutoka tukasherehekea, tukafurahia, tukapika, tukatengeneza vitu mbalimbali, lakini haikatazwi. Mfano, mtu ana sherehe yake ya birthday, anakumbuka siku yake ya kuzaliwa, kukumbuka neema ya Mwenyezi Mungu kumleta katika ulimwengu kama huu, kwani kuna wengi ambao kwamba walizaliwa tu wakafariki. Mwenyewe amepewa miaka 20, 30, 40, mwingine ana miaka 15, anafurahia pia katika Uislamu. Kama ile sherehe yenyewe haitokwenda kufanyaje, haitoenda kuvunja sheria ya dini. Kwa hivyo hakuna tata wote kuhusu birthday na sherehe kama hizi. Je, tukirudi katika swali la msingi la Halloween ambalo kwamba lina vinyago kama hivi au picha kama hizi au mavazi kama haya ambayo yana picha au yanaonyesha mambo ya kishetani, pengine mambo ya kiibilisi, na picha kama hizi ambazo kwamba ni sura mbaya, kwa sababu ibilisi sisi hatumjui, shetani sisi hatumjui, tuambiwa tu kwamba ana pembe moja, ana jicho moja. Kwa hivyo watu wanachukua zile picha na nini wanaziweka, lakini uhalisia wa shetani hakuna mtu anayeujua. Kwa hivyo mtu anaweza kaweka picha pengine ya simba au ya wale wapiganaji wale, kitu kama hicho, hakuna shida yote ambayo kwamba tunaweza kusema ni haramu moja kwa moja. Hapana, umuru khilafia. Wapo wanaosema kwamba kwa sababu unajifananisha na kitu kibaya, na almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wako katika masharti yao, illa shartan ahalla haraman wa harama halala, isipokuwa sharti kama hili. Lakini kama ni jambo la kitaratibu, kimila, halivunji, hakunywi pombe pale, hakuchezi madisco, hakuimbwi manyimbo mabaya, hakuzungumzi maneno mabaya, hakuna matusi yote, hakuna mchanganyiko baina wanawake, ni sherehe ambayo kwamba si ya kidini, ya kitaratibu za kimila na kidesturi, ya vijana wa kisasa. Lakini kwanza isivunje sheria, isilete mchanganyiko,
isilete pombe ndani yake ambayo imeharamishwa, isilete zina ndani yake, hakuna shida yoyote, kwa sababu hata masahaba wapo ambao walikuwa wakicheza kabisa msikitini, michezo wakicheza kabisa. Masahaba kutoka Habasha, Ethiopia, walikuwa wakicheza, na Mtume swalla salam anasema kuna mambo ambayo kwa sheria yetu ya Kiislamu, kuna mambo ambayo ni ada na kuna mambo ambayo kwamba ni ibada. Sasa michezo kama hii ni ada, si ibada. Ingekuwa ni ibada tungesema sasa hii ni halal, lakini hizi ni adat, zinafanana kama michezo ya kusherehekea mtu birthday yake, haijavunja sheria, sawa. Mtu anasherehekea nini yake, hajavunja sheria, ni sawa. Na ni ada ambazo zipo katika majumba, zipo katika makabila, zipo. Unaweza kwenda leo kwa Waluya, unaweza kwenda leo kwa Wakikuyu, unaweza kwenda leo kwa Wakamba, wana michezo yao ya kinyumbani, sio? Haivunji nini? Haivunji sheria. Kwa hivyo wanaruhusiwa kucheza, kama tulivyotoa mfano, na imekuja katika vitabu. Masahaba wa Mtume kutoka Habasha, katika ada zao na taratibu zao, walikuwa wakicheza pale pale mbele ya Mtume na Sayyidatuna Aisha, wakiwaangalia na kufurahia. Hizo ni adati na si ibadati. Kwa hivyo adati haziingii ndani yake haram na halal, labda pakivunjwa sheria au pakifanywa jambo ambalo kwamba katika hizo adati linavunja sheria, hapo tutasema ni haram. Kwa hivyo kwa ujumla jambo hilo halina ubaya wowote, halina shida yoyote, muda wa kuwa hakuvunjwi sheria katika hizo sherehe. Ustadh, na pia Halloween ina celebratiwa usiku, haicelebratiwi mchana. Asa ile kucelebratiwa usiku ile, waweza sema nini kuhusu huko kucelebrate usiku yake? Hizo pia ni ada zao, lakini je, mtu akifanya mchana inakuwa haitwi Halloween? Yani kutokana na zile sare ambazo wanavaa ni za kuogopesha, so kwa maana wana celebrate usiku giza, ili watu waogope au watu wasiogope, au ndio mchezo wenyewe kwanza ni wa kuogopesha. Mchezo wenyewe ni wa kucelebrate, kuseme kama wafu hivi, kama vitu vilivyokufa. Naam. Okay. Bado tunarudi pale. Al-asl katika sheria na katika fiqh na katika usulul fiqh, vitu vyote ni halali isipokuwa vile ambavyo vitafanyaje, vitavunja sheria. Ikiwa vitavunja sheria, moja kwa moja vinakuwa mkatazo. Sasa mimi nitakuuliza swali na wewe, je, kuna uvunjifu wa sheria katika hizo sherehe? Kuna vitu vinafanywa pengine havifai? Mimi nadhani ndio viko. Manake kule kucelebrate wafu na pia sare wanazovaa ni za tuseme Illuminati ama kisha shetani. Basi moja kwa moja inakuwa ni sababu tayari si ada njema, si ada yani michezo ya kikabila au michezo imetoka magharibi katika nchi za Ulaya ambazo wao hawaamini kwa Mungu yupo, hawaamini sheria. Kwa sisi kama Waislamu tusipende kuiga hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tufuate sunna yake, tusifuate sunna za nini, michezo mingi, mambo mengi. Hata siku hizi wafugaji wa mbwa, tunabeba mbwa msichana wetu, unaona, analala nayo, anakula nayo mbwa ambaye kwamba sisi tumeambiwa ni najisi, lakini kama unafuga mbwa kwa ajili ya ulinzi na nini, inaruhusiwa. Lazima awe na mipaka yake, asikuguse kwa sababu atakutia najisi. Anakaa kwa nyumba yake, hatoki akaenda kuwanusanusa watu, akaingia jikoni, akaingia kitandani. Lakini kufuga mbwa kupo, kama mbwa ulinzi, kama ni mbwa wa kuwinda, kumeruhusiwa. Vile vile katika michezo kama hii ya Halloween, kama inafanyika usiku na mavazi ni ya kishetani na vitu vya Illuminati na mfano wa hiyo, basi moja kwa moja inakuwa katika sheria, imevunja sheria. Si michezo ya ada nzuri, ni michezo ambayo kwamba pengine ukifuatilia itakuwa ni dini ya watu ambao si Uislamu, itakuwa ni dini ya watu. Ukifuatilia silsila historia imetoka wapi, utakuta ni nini? Ni dini ya watu. Sasa sisi Waislamu tuna dini yetu na ustaarabu wetu. Almuslimuna ala shurutihim, tukimalizia, Waislamu wako na shuruti zao na sherehe zao na taratibu zao za kusherehekea, isipokuwa sharti ile ambayo kwamba itakuja itaharamisha halali au itahalalisha haram, hiyo tutakataa.
Shukran sana. Barakallahu fik. Jazakumullahu khair. Kwa mara nyingine tutaonana inshallah. Na kila mnapokuwa na swali kama hili tunafurahi tukiwa tutajibu na watu kuweza kufaidika. Shukran sana.